wa mwanamke anaposhiriki tendo la ndoa kuna ile discharge ambayo inatoka kwa ajili ya kutengeneza maumbile yake yeye, lubricants, inatumika kama lubricants. Ile mara nyingi inakuwa ni white kama maji, yani inakuwa kama colorless, kama maji, inakuwa colorless, yes, kama inakuwa haina smell. Sawa, inakuwa normal kwa mwanamke ambaye ana afya nzuri. Okay. Lakini kuna ile discharge ambayo inatoka kwa mwanaume anapomuingilia anatoa discharge, inakuwa nyeupe nzito, inakaa kwenye maumbile. Yes. Ile discharge ndio huwa ina discourage wanaume na discourage mwanamke. Kwa hiyo that's wrong. Sasa ile that's wrong ni kiashiria ambacho kinakuonesha huyu mwanamke ana mabadiliko ya hormone. Okay. Na ndio maana wanawake wengi ambao wanatoa ile discharge wanakuaga wakavu. Yaani maumbile yake yanakuwa makavu, hayawi wet, yanakuwa makavu, na mara nyingi wanawake hivyo kuwa wanapata maumivu makali wanaposhiriki tendo la ndoa. Sasa wanawake wengi wamekuwa wanachanganya ile discharge ambayo inatoa harufu na wanachanganya na discharge ambayo haitoi harufu. So kwa ku-clarify tu mambo. Okay. Kwa hiyo discharge ile nyeupe na ile ya maziwa mtindi, ile si sahihi. Yaani mwanamke kutoka nene na maana ana changamoto, inatakiwa aanze kufanya vipimo vya mwili wake kujua kwanza kuanzia kwenye homoni zake. Yes. Sawa, afanye vipimo kwa kuangalia maumbile yake yalivyo. Kama ni mkavu, sawa, kana mabadiliko ya hormone, akishiriki ndio anapata maumivu, lazima aanze kufanya vipimo vya kujua afya yake ya uzazi iko vipi. Okay. Lakini ile sasa asilimia kubwa huwa haitokani na maambukizi ya bakteria wala fungus.